Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Tujifunze neno la Mungu kutoka kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7 na mstari wa 14 na 15. Neno linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mstari wa 15, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa. Kwa hiyo Mungu anaagiza ya kwamba anauliza, ikiwa watu wangu, wewe mtu wake, wewe unayesikia, yani ikiwa watu wangu wakijinyenyekeza na kunitafuta uso, yani ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, yani wewe mtu wa Mungu, wewe umeumbwa kwa mkono wa Mungu, umeumbwa kwa pumzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuita wewe ni mtu wake. Kwa hiyo ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, anasema nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Lakini anasema sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu wanaomba mahali hapo. Kwa hiyo kumbe tunaona ya kwamba Mungu anasema ya kwamba kama watu wakinyenyekeza na kuacha njia zao mbaya, ataiponya hadi nchi yao. Kwa hiyo tunaweza tukapata matatizo ya nchi kwa sababu ya watu ambao wameshindwa kumwelewa Mungu, wameshindwa kumtafuta Mungu, tumeshindwa kuutafuta uso wa Mungu, tumebaki na lawama, kuralaumu yamkini viongozi sijui wamefanya nini, sijui wamefanya nini. Kumbe ilikuwa kazi yetu sisi ni kunyenyekea na kumtafuta Mungu na kuacha njia zetu mbaya, ili Mungu aiponye nchi yetu, Mungu aponye viongozi wetu, Mungu aponye mambo yetu. Hivyo anasema sasa macho yake yatafumbuka kwetu, atatutazama vizuri, masikio yake atasikia maombi yetu tunayoyaomba mahali hapa. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kunyenyekea na kumtafuta Mungu. Tafuta uso wa Mungu. Kama unataka kumuona Mungu, tafuta uso wa Mungu, nyenyekea mbele za Mungu, nyenyekea wewe kama wewe. Unaona? Lakini tunaunganisha na Isaya ile ya 59. Mstari wa 1 na 2. Unasema ya kwamba, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, bali maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, hata Mungu hataki kusikia wala kuwatazama. Kwa hiyo kumbe maovu yanakutenga wewe na Mungu. Utakuwa unaomba, sio unaomba. Ukiwa unaomba huku unatenda dhambi, unakuwa unapiga kelele, maana yale maovu yameutenga uso wako na uso wa Mungu, wala Mungu hakutazami. Kwa hiyo Mungu kila akitaka kukutazama anaona tu yale maovu. Mungu akitaka kukutazama anaona tu zile dhambi. Kwa hiyo anashindwa kukusaidia kwa sababu umeshindwa kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Ndio maana katika Isaya anasema mkono wa Bwana si mfupi hata ukashindwa kuokoa, wala sikio lake si zito hata likashindwa kusikia maombi yako, bali maovu yako wewe, uongo wako wewe, kuto kusamehe kwako, mateto unayoteta, dhambi unazofanya, wizi unaofanya, masingizio unayosingizia watu, yamekutenga wewe na uso wa Mungu. Hata hataki kusikia wala kukutazama. Lakini siku ya leo, hebu angalia njia zako. Mwambie Bwana Yesu, niko hapa, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Tafuta uso wa Mungu, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Yamkini hata mambo yako mwenyewe binafsi yanashindikana kufanikiwa kwa sababu ya dhambi zako mwenyewe. Yani mchawi wa mambo yako ni wewe mwenyewe binafsi. Mkono wa Bwana si mfupi hata ukashindwa kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia maombi yako, bali maovu yako wewe yameutenga uso wa Bwana na wakwako hata hataki kusikia. Siku ya leo mwambie Bwana Yesu, nimeelewa neno lako, naomba unisaidie.